Eni space ino kirere muno kaje parage ngo ndio ona sipo kiubi na pia Naitwa Dominic Kamau, na matetezi yenye tuko nayo kama wakaaji hapa ni kuhusu mwenye contractor amepewa hii kazi ya hii barabara. Hajafanya ile kazi inatakikana, haja put into consideration wale watu wa residents wa area hii, kwa sababu hajatengeneza pedestrian walk, hajatengeneza mahali pa kuvukia. Kwa hivyo hizo zote ni challenges ambazo tunaona zinaweza kuwa tisho in future. Kumekuwa na shida sana juu, for example ukiangalia kama ile barabara hivyo ilikuwaga na ni pana sana mahali pa kuingia. Sasa for example gari ikitoka pande ya chini haiwezi turn left juu ya zile gari ziko nyuma ya, inaweza cause accident. Ukisimama barabarani ndio turn left inakuwaga ni challenge. Tungetaka mcontractor atengeneze barabara venye inafaa, atutengenezee pedestrian walk juu ya watoto wetu, na pia vigilio, atengeneze vigilio ndio residents wapate kupata mahali pa kuingilia. Kwa jina langu ni Douglas Kimani, na tetezi zetu ni barabara hii hakuna na access. Watu wenye mashamba hawana access ya kuingia kwa hii barabara. Barabara tena hii mtaro wameweka ya maji yote imewachiwa ikiwa imefunguliwa. Kwa hivyo residents wanaingia kwa mtaro kuanguka. Na engineer wale walichora hii barabara wanatakiwa wa advise contractor ili watengenezee watu kulingana na vile wanataka, sio kulingana ati wamejenga wameenda. Sababu wakati barabara itafunguliwa ikuwa busy, to access that barabara itakuwa shida sana. Kwa hivyo tukiomba wakuje wafanye solution, tujue mwisho tutafanya namna gani kuhusu. Definitely to be violence. Kwa sababu ku access hizo manyumba unajenga itakuwa ni shida. Kwa hivyo it's like you are losing your money for doing that business. Na tukiadhania ati kama barabara imejengwa, ujenge residents na nini, watu wataingia. Sasa there is no access to
hiyo manyumba. Kwa hivyo tukiomba design ile ilifanywa waje warekebishe, ndio watu wa access hiyo barabara. Si watu hatu complain barabara kujengwa. Barabara ni sawa lakini haitusaidii. Kwa hivyo tukiomba tutengenezwe kulingana na vile inatakiwa, ndio mtu wote aridhike na hiyo barabara. Nichanganye. Okay, majina yangu ni Mary Kafufei. Kuna shida sana sisi kama wakaaji wa Kamandura. First, tumekuwa na mikutano, tunaita watu wa barabara, tunakaa na wao because of few things. We don't have any service line either on our left or our right side. Wamefunga barabara kuingia manyumba zetu. Secondly, we have many children from our side, from this side of the road. Kuvuka barabara kuenda upande ule mwingine, watoto hawana njia ya kuenda. Pia wazazi hawana njia ya kuenda. Tuna wakongwe hapa kama my mother-in-law. Saa zingine anakuwa mgonjwa, tunambeba na mikono. There is no way to go to her house kwa Kenipare. Sasa tukiomba serikali ama tuombe MP wetu wa Limuru atutetee ili tupatiwe service line na pia exit za kuingia kwa manyumba zetu. Kama wale wako na gari hawana pahali ya unakuja unaingia once. Hakuna pahali ya kuingilia ili uonyeshe yule yako nyuma yako iko na exit ya kuingia. Ni Rais Nyamuru wa Jikona. Mzee, tunaomba kama hii mtaro inaweza funikwa kama ile ingine ya Waiyaki ifunikwa kabisa. Shauri ya watoto tena vijana yetu wanaanguka kwa hii mtaro. Hata watu wazima wanaanguka kwa hii mtaro. Kwa hivyo tunaomba sana tusaidiwe ili hii mtaro ifunikwe, tena tupatiwe surface lane. Hii barabara ikimalizika mtu hawezi ingia kwake. Hii barabara wamechimba chini na ilikuwa level na boma zetu. Sasa iko chini, sasa boma zetu siko juu. Sasa kutoka boma kukuja hapa ni shida. Hata kuna wengine hawana pahali ya kuingilia. Mimi naitwa Teresia Jeli. Sasa wakati barabara ilichimbwa hii mtaro ikafungika, hiwezi ingia. Sasa mimi nakujanga hapa na mitungi, akinichotea maji kwa mtungi ikiwa kwa punda, mimi nagawanya mara mbili. Sasa mimi naingiza kwangu. Sasa niambie mitungi 12 kuganya kupeleka huko itafika saa ngapi? Sasa mimi nataka Ruto aingilie hii mtaro ifungwe na hii barabara ifunguliwe, itengenezwe kwangu iende huko ndio maji niletewe hapo. Mifereji haiwezi leta maji saa yote. Sasa mifereji ikikosa maji mimi nitafanya aje? Sasa wakati hii barabara ilikuwa inatengenezwa, mimi nisaidika juu nitengeneza hoteli hapa, nikapikia watu wa China. Wakati walienda mimi sikupata watu wa kupea chakula. Juu hata watu wakiona hii hoteli yangu ikiwa hapa, wanafikiri ni jiko ile nyumba yangu pale. Sasa mimi nitafanya aje? Na nataka kukula, nataka kukunywa.
county director of education, our sub-county director, and you can see the team is quite big. Welcome, sir. Thank you. These are my... Maintain the discipline that you had in your previous school, in this school here. All right, stand up. What's your name? Just start. How did you find yourself here? How are you selected? From the portal? Yeah, from the portal. You downloaded your... You came and reported on Monday. Yes, and you admitted and you paid the school fees. These are the room to receive the PS education or basic education, so that we are almost ready to get started. But we have the whole team here. I'm wanting. Students who report early, there are those who delay a little bit, there are those who come in late, but we are telling our schools, let us get ready for our grade 10 students, let us admit, and I'm asking schools and our field officers, let us even utilize the weekends, Saturday, Sunday, to be able to ensure that we take as many of our students as possible. Our expectation is that we shall have 100% transition because we have enough spaces in grade 10 senior school to take all the learners. Remember, we have 1.5 million spaces against 1.1 million learners. So every learner in this country will have a school, will have where they can be able to join. And we are working very hard to ensure that we remove all the bottlenecks, all the challenges. We are listening to the parents, we are listening to the students to ensure that we have a smooth process all through. So far, we are confident and we know that the numbers are growing slowly, but we are confident that by tomorrow, these numbers will be up. We have been discussing in the ministry and we are thinking of actually extending the deadline a little bit to accommodate those who come in late. And consultations are still there, but we are hoping that the minister will be able to give a clear position of the government on this particular issue. But we want to encourage the learners that the deadline is tomorrow, and don't take more time. Report to school as soon as possible, so that by the time the deadline comes tomorrow, you're already in the school. We are very happy with the digital system which we are using to do the placement. We are happy with the way selection was done, and we are confident that all our learners will be able to report to their schools as required. Majority of the C4 schools around the country are receiving students. The only problem is that the numbers are going up slowly. But 42% as at now are C4 schools. So across the board, whether you are talking about C1 schools, C2 schools, C3 schools, C4 schools, students are reporting across the board. And that we expect more students to go to C4 because they have more capacity. But so far, 42% of the students who have reported in C4 schools. But I want to encourage the students to take the schools that they have been given. Every learner in this country has a school. There's no learner here who doesn't have a school. What you only need to do is to confirm by sending SMS to 22263, or you can go to the portal and put in your assessment number and the PIN, and you know the school you have been placed. And then once you know the school you have been placed, download their admission letter and the guidelines and the school fees structure and everything that is required for that school, and then go to school. All learners have been placed. It's only that there are still parents who are optimistic that they can be able to change their schools. About placement of grade 10, we have been able to place 1.1 million learners. The only challenge is so many students are interested in only 20 schools. Like I said before, more than 50,000 learners are interested in only 20 schools, which is impossible to place because so far these 20 schools are full as we speak now. The reporting to these 20 schools is almost 90%. So I want to encourage parents to take up the schools the students have been placed. And there's no confusion. We are very clear in our mind. The transition process is very smooth, and we are confident that all the learners will be transitioned. Serikali imeweka pesa chungu nzima kwa hii sekta ya education, na tumejenga madarasa
tumejenga malabs, tumeretool walimu na tuko na capacity ya kutosha, tuko na maabara ya kutosha. Ile tunaongeza tu capacity ili wanafunzi wakipata nafasi waweze pia kupata better facilities. Kitu ambayo tunafanya saa hii ni kuimprove hii facilities, lakini tuko na maabara ya kutosha, sababu nimesema tuko na wanafunzi 1.5 million. Tuko na nafasi 1.5 million na tuko na wanafunzi 1.1 million. So tuko na nafasi ya kutosha, tuko na labs ya kutosha, tuko na madarasa ya kutosha. Hata madarasa zingine sitabaki bila wanafunzi kwa sababu tuko na extra space ya 400,000 katika mashule zetu. So tuko na nafasi ya kutosha na tuko pia na walimu. Serikali imeandika walimu wengi, walimu 1,100 kusaidia mambo ya competence based education. So tumefanya juu chini kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wamepata masomo mzuri na kwamba hii competence based education ndio itatupeleka kutoka third world mpaka first world. Asante. Thank you.